Bwana. Ningependa tuongozwe na maneno katika tafakari yetu kwamba wewe taa yako ni nani? Tuongozwe na swali hilo. Wewe taa yako ni nani? Au taa yako ni ipi? Lakini tuwe na wazo, au mpaka mwisho tutakapokuja kumaliza tafakari yetu, tuwe na maamuzi ya kwamba kuwa taa ya kuwapeleka watu kwa taa yenyewe halisi ambaye ni Kristo, ili hiyo taa au Kristo mwenyewe akufanye uwe mshindi au superstar. Be a star to bring other people to a real star who is Jesus, so that he may transform you to be a winner or a superstar. Masomo yetu yanayotuongoza ni kutoka Isaya sura ya 60 ya kwanza mpaka ya 6, Waefeso sura ya 3 aya ya 2 mpaka ya 3 na ya 5 mpaka ya 6, na Injili ya Mathayo sura ya 2 aya ya kwanza mpaka ya 12. Na hapa ndo tutakapojikita sana wapendwa. Epifania au tokeo la Bwana ni Mungu anajidhihirisha kwa watu, na sio tu kwa watu wake, kwa watu wa mataifa yote, kwa watu wote. Na ndio maana siku ya leo tunaweza kuita ni Christophany au Theophany au manifestation of the Lord, tokeo la Bwana kama tunavyosema. Na ndio maana inafananishwa na siku ya ubatizo, tukiangalia kama katika antifona za masifu, ambapo Yesu katika ubatizo Mungu anatokea na kumuonyesha Yesu kama mwana wa Mungu ambaye anapendezwa naye. Lakini pia kama katika muujiza wa Kana, ambapo Yesu katika kugeuza maji kuwa divai alionyesha umungu wake. Lakini pia inafananishwa na tokeo la Bwana katika mlima Sinai kwa wana wa Israeli. Basi watu wengi wanaweza wakawa wanajiuliza, sasa kwa nini hii siku wa mamajusi ndo wanaenda kumtafuta Yesu na wanampata baada ya kufika Bethlehem, lakini mbona inaitwa tokeo la Bwana? Kwa nini isiitwe kuonekana kwa Bwana au kupatikana kwa Bwana? Haya majibu yote tutayapata leo. Kwa nini? Basi tuanze na picha ya kwanza. Tunapewa hawa watu wakina mamajusi. Au mamajusi ni watu gani? Ama majusi au wanaitwa wise men kutoka mashariki ya mbali. Wamepewa sifa mbili, wana hekima na wafalme. Na wamepewa majina kama tunavyofundishwa, mmoja aliitwa Melchiori, mwingine Balitazari, mwingine Gaspari, kila jina likiwa na maana yake. Lakini wanasadikika pia kutoka sio mashariki tu ya mbali. Kuna nadharia nyingi, lakini wanasemekana walitoka Uturuki, mwingine Mongolia, mwingine Ethiopia. Kumbe katika somo letu la Injili kwenye sura hiyo ya 2 aya ya 10 tunaambiwa kwamba walipoiona hiyo nyota walifurahi kwa furaha. Kwa hiyo ina maana gani? Kwamba ndio maana tunasema ni tokeo la Bwana. Hii nyota, bila hii taa, bila huu mwanga ambao waliiona na kuitilia maana, ndio iliyowaongoza hawa watu, ndio iliyowavuta kwake. Kwa maana nyingine tunaambiwa kwamba katika jitihada zetu za kumtafuta Yesu, katika jitihada binafsi, kiu ya kumtafuta Mungu anajionyesha yeye atatokea na kutuleta sisi kwake. Atatuvuta na kututia moyo na kutusaidia katika jitihada ili tuweze kumuona. Kwa maana nyingine hakuna anayeweza kumtafuta Yesu mwenyewe kwa nguvu zake akampata, isipokuwa Mungu amvute kwake, kama alivyotuambia kwamba I am the bread of life, no one come to me unless my father draws him. Hakuna mtu awezaye kuja kwangu kama baba yangu hajamvuta kwangu. Kwa hiyo kwa akili zetu, kwa nguvu zetu za kibinadamu hatuwezi tukamtafuta Mungu. Ndio maana tunaambiwa, Hildebrand alishatuambia kwamba watakatifu wa zamani wakina Thomas Aquinas, wakina Agustino, wakina Bonaventure waliandika mambo mengi wakiwa kwenye hali duni na teknolojia, mambo mengi ya kitakatifu yenye teolojia ya juu. Lakini wakati wetu huu ambao tuna vitabu vingi, tuna source nyingi, tuna internet, hatujaweza kuwafikia. Ni kwa nini? Kwa sababu walimtanguliza Mungu kwanza. Alisema kwamba wenyewe walimtafuta Mungu katika magoti, wakati wa ulimwengu wetu unamtafuta Mungu katika library. Kwa hiyo bidii yao akina mamajusi ya kuona nyota na kuifuatilia na kuacha majumba zao na kuacha fahari zao na kuacha ufalme wao na kuacha miji yao na taifa yao, wakaanza kumtafuta kutoka kwenye hizo nchi zote. Inamaanisha kwamba hupaswi kujalisha wewe ni mtu wa taifa gani, ni mtu wa wapi, ni katika hali gani, katika
nyakati gani katika duni, Mungu ni wa kutafutwa kwa nguvu zote na kumtafuta ili sisi aweze kubadilisha maisha yetu, na hatupaswi kukata tamaa, hatupaswi kuzuiwa na kitu chochote, hatupaswi kuogopa. Hata katika hatari zote inabidi tuendelee kumtafuta yeye. Sifa nyingine wa watu kama nilivyosema wanapewa na sifa mbili, ni wafalme na wenye hekima, mamajusi wa mbali, hekima. Hii hali imeshaashiriwa kwenye somo la kwanza kama nilivyosema, lakini ukisoma vizuri kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 10 hasa aya ya 4 na kitabu cha mambo ya Nyakati sura ya 9 hasa ile aya ya 3, tunaonyeshwa ziara ya Malkia wa Sheba. Baada ya kusikia habari za mfalme Sulemani, anafunga safari kutoka Sheba kwenda mpaka Yerusalemu kumuona huyu mfalme Sulemani, na wanasema alibeba zawadi kama hizi ambazo tumeambiwa, ambazo tutakuja kuziona maana yake, manemane, uvumba na ubani, lakini walibeba na zawadi nyingine na vitu vya thamani, na akaenda na timu kubwa. Na ndio maana tunaambiwa hata hawa sio kwamba walikuwa tu watatu, japo walitoka sehemu tofauti wakaja kukutana njiani wakiwa wanaongozwa na nyota, lakini walikuwa na watu wa kusindikiza, kwa sababu walikuwa wafalme. Mfalme akienda kutembelea falme nyingine lazima aende na watu wengine. Nadharia nyingine inasema hivyo. Kwa hiyo hapa huyu Malkia wa Sheba anapofika anamuuliza Sulemani maswali ya mitego, na baada ya kujibiwa tunasikia nakili katika hili somo hili la mambo ya Nyakati kwamba yote niliyoambiwa kuhusu wewe nimeyaona, nimeyakuta, na anamtolea sadaka na zawadi zake. Kwa hiyo haya yote yamejaribu kuletwa hapa kusanisha na hili jambo. Wanatuonyesha hekima ya kimungu inabidi iongoze vyote. Kiu yetu ya kumtafuta Mungu inabidi iwe ya kwanza, na inabidi tunapomtafuta Mungu ili tuweze kumpata, ili tuweze kufanikiwa katika mambo yetu, katika kampeni zetu, katika mipango yetu, katika masomo yetu, katika biashara zetu, katika utawala wetu, lazima tumtafute Mungu kwanza na Mungu atuongoze. Tuweke unyenyekevu wetu mbele ya Mungu, tuweke majivuno yetu pembeni, tuweke vyeo vyetu pembeni, tuweke pesa zetu pembeni, tuweke mali zetu pembeni, tuweze kujinyenyekeza kwa Kristo. Na hapa anamkoti tena Alice von Hildebrandt amesema hivi: ulimwengu wa sasa unapotea, unakosa mwelekeo, unakosa amani, unakuwa na magonjwa ya kila aina, unapoteza mwelekeo, unakosa uaminifu, unakosa utulivu na harmony, kwa sababu sisi tumeiweka sayansi mbele ya Mungu. Hekima ya mwanadamu ambayo ni sayansi imeshindwa kumtanguliza Mungu, na kwa maana hiyo ndo maana hatuna utulivu. Kwa maana nyingine ni kusema kwamba unapomuondoa Mungu katika utawala kama wafalme, au ukaongozwa na hekima yako na nguvu zako bila kutii mamlaka ya falme yote ile, au tunaweza tukasema utawala wote ule ambao umejishindwa kujinyenyekeza na kujisubmit kwa Mungu, katika utawala wao, katika falme hiyo, katika nchi hiyo, hakutakuwa na amani, hakutakuwa na utulivu, hakutakuwa na mafanikio. Picha halisi tunaweza tukaipiga hata kwetu hapa Tanzania kwa yanayotokea na yanayoendelea. Manabii, sisemei tu manabii ya uongo, manabii wa kweli, viongozi wetu, viongozi wa kanisa, watu wema, walionya na kutahadharisha, wakadharaulika, na hapa ndo tulipo. Kinachofuata ni kujaribu kuvuta ukweli, kama tunavyosikia katika Herode anapojaribu, yeye anajidai kumtafuta Mungu lakini kwa manufaa yake yeye mwenyewe na kwa kutaka kumwangamiza. Jambo jingine, Mathayo anajaribu kutuonyesha utume wa Kristo, kwamba utume wake, kazi yake ya ukombozi, upendo wake, nguvu yake ya kuwavuta watu wote kwake, nguvu yake ya kuwajali, nguvu yake ya kuonyesha umungu wake na ukombozi na utawala wake, sio kwa ajili ya watu wa Israeli, sio kwa ajili ya watu fulani, sio kwa ajili ya Wakristo tu, ni kwa ajili ya watu wote, dini zote, makabila yote, mpaka wapagani. Na kwa namna ya pekee tunaweza tukajikuta sisi ambao tuko karibu tukashindwa kuona upendeleo wetu ambao tumeshapewa, na hizi neema zikawaangukia watu wengine kama zilivyowafikia watu wa mbali. Na Paulo anatuambia katika somo la pili tutakalo kutoka sura ya 3 ya 2 mpaka ya 6. Sehemu nyingine au wazo jingine, picha nyingine tunayopata ni wakina Herode. Huyu Herode, mfalme Herode, wakuu wa makuhani na waandishi, tunaambiwa kwamba walipofika wakina mamajusi au wafalme kutoka mbali, wanamuuliza, wanatafuta mfalme alozaliwa katika Uyahudi, Bethlehem. Herode tunasema kwamba alikimbia harakisha kuwaita wakuu wa makuhani na waandishi waweze kufafanua. Hao watu walikuwa wanajua maandishi
na walikuwa wanajua maandiko matakatifu kama hiki kitu kilishawahi kutokea. Wanakuja wanamwambia kweli ilishasemekana katika Bethlehem ya Uyahudi atazaliwa mfalme atakayekuja kuikomboa Israeli. Hapa hawa watu wanatupa picha tatu au mbili au tatu au nyingi muhimu zaidi. Cha kwanza, tunaona sisi tunaweza tukawa tuna mfalme, tuna Mungu. Kama sisi wa Kristo tunabidi tujionee aibu kwamba tunazo kila rasilimali katika kanisa letu. Tunazo mali, tunao utajiri mwingi, tunayo ekaristi takatifu, tunao mapadri wanaotupatia sakramenti ya kitubio, tunao ekaristi kwa ajili ya adoration ya maabudu kama maabudu ya Alhamisi, tunazo rozari kama ngao zetu. Je, tunazitumia? Je, tunazikimbilia? Au watu watatoka mbali wataneemeka nazo wakati sisi tuko nazo? Ni sawasawa hao wakina Herode na wafalme, ni sawasawa na watu ambao wanakaa karibu na kanisa lakini wanaenda kusali Jumapili tu na asubuhi wanaamka wanapiga story na kwenda kwenye vijiwe vya kahawa na kufanya mambo mengine. Ni sawasawa na sisi ambao tumepata neema za kusali rozari na kusali jumuiya, hatuendi huko, otherwise tunaamka asubuhi na kuwasha kuangalia taarifa ya habari, wakati taarifa ya habari tungeweza kuiangalia wakati mwingine. Ni sawasawa na mtu ambaye anaacha kwenda kusali maabudu Alhamisi na akaenda kuangalia mpira au akaenda kucheza karata. Lakini ni sawasawa na hawa walimu na waandishi, ni sawasawa na mapadri au wachungaji au watawa au mafateli au makatikista au kila Mkristo yote, kwa sababu ameitwa kuwa nabii, ambaye umebahatika kuyajua maandiko lakini wafundishi watu na kuonyesha katika njia iliyo kweli. Mbaya zaidi, kushindwa kusema ukweli kwa sababu ya woga. Kama hawa waweza walikuwa wanamplease Herode bila kumwambia ukweli, wanasubiri mpaka dakika za mwisho. Tunaona mambo yakitokea mabaya, yakishagaribika ndo watu wanatokea, sema 1 2 3. Kwa nini usingesema mapema? Kwa hiyo tunaitwa tuseme wakati unaofaa, kama Mtume Paulo anavyotuambia katika barua kwa Timotheo, wakati ufao na usiofaa inabidi tuambie watu ukweli na kuwaelekeza waione hii nyota. Na hapo tunaitwa na kukumbushwa kuweza kuwa tayari. Wangapi ambao wanaipokea Ekaristi katika hali ya unyenyekevu na hali inayostahili ili tusaidie? Wangapi ambao wanakaa karibu na groto, hawaendi kusali rozari, linabaki ni pambo tu? Wangapi ambao adoration, perpetual adoration, ile maabudu ya kila siku imewekwa pale, kuna ibada za moyo mtakatifu wa Yesu atuzikimbilii? Kwa hiyo hii picha yote wakina Herode inaakisi maisha yetu sisi kama Wakristo, na leo tujitafakari kwamba je, sisi Kristo ameshatokea kwetu? Tuko tayari kumtafuta? Tunayo hiyo nia au tutasubiri mpaka wakina mamajusi waje kutukumbusha na hizi neema? Sasa hivi kuna watu wanatumia rozari, wanasali rozari, sio wa Katoliki na Pentecost na Waruthelani. Watu wanakuja kuabudu, wanatafuta, wanafika kwenye makanisa zetu wanabeba udongo, lakini sisi tuna Ekaristi, hatuwezi tukaitumia. Kwa hiyo tuangalie sisi tunazitumiaje hizi zawadi ambazo tumepewa katika kanisa. Tunao tayari, tunampa Mungu nafasi ya kwanza au tunafuatilia vitu vingine? Tunaweza tukajikuta wasomi sana, tunaweza tukajikuta watu wa maandishi sana, tunaweza tukayajua maandiko sana, lakini bila kujinyenyekeza kwenda kumpigia magoti na kumwabudu Yesu mwenyewe, hiyo hekima yetu itabaki haina manufaa yoyote, itabaki bila kuwa unyenyekevu na itabaki bila kuwa na mvuto. Maana ya zawadi, tunaambiwa walitoa dhahabu, ubani na manemane. Kwa haraka, dhahabu ni mali ya thamani, madini ya thamani kuliko kila kitu hata leo hii, lakini inayopatikana na ni adimu. Hii inatolewa kwa wafalme kuonyesha kwamba Yesu ni mfalme, lakini pia inatudai na kutufundisha tutoe upendo wetu na kitu cha thamani kwa Mungu, tumpe Mungu kitu cha thamani. Ubani ni kitu cha kiibada na cha kiliturujia, inayoonyesha tunahitaji kutoa sala zetu na majitoleo yetu na maombi yetu kwa Mungu, lakini inaonyesha kazi ya ukuhani wa Kristo kama kuhani mkuu. Manemane ni mafuta ya gharama kubwa sana ambayo yanaashiria maziko ya Yesu Kristo pale mwishoni na mateso na kifo na kazi yake ya ukombozi. Lakini pia mafuta mengine, watafsiri wengine, hayo yanamaanisha kwamba ni kazi ya ukuhani kama mpako wa mafuta wa Bwana. Kwa hiyo basi hizi zawadi tatu ambazo zimeshaonyeshwa pia kwenye somo la kwanza la Isaya ambalo tumelisema tangu mwanzo, linaonyesha kwamba ofisi tatu au kazi tatu za Yesu. Yesu kama kuhani, Yesu kama mfalme na Yesu kama nabii, na Mungu kweli na mtu kweli. Tunajifunza nini kupitia hizi zawadi? Tunaitwa sisi kujiuliza leo na kujitafakari, sisi Mungu tunamtolea nini? Kwa upande wa sadaka tumpe kitu cha thamani.
Mbaya zaidi sasa hivi mtu tunatafuta kila ambacho kimeisha kabisa, ile sarafu ya mwisho ndio tunaenda kumtoa. Tujifunze kutoka kwa mama mjane kwamba alitoa senti ya mwisho. Na hii sio kwa Mungu tu, hata kwa wahitaji. Tunapotoa kwa wahitaji, angalia Yesu alipozaliwa. Wafalme walitegemea wangemkuta kwenye jumba la kifahari, lakini Yesu amezaliwa katika nyumba ya kwa mjane huyo Ana, ndo tunamkuta kule pango, ndo wanakuja kumkuta hawa wafalme. Kwa hiyo na sisi tumkute Yesu katika wahitaji, tuwape tulicho nacho, tuwashirikishe tone la upendo hawa wahitaji, maskini, wajane na yatima, wanaohitaji, wanaosumbuka, wagonjwa, waliozeeka, tuweze kuwapa sisi tulicho nacho cha thamani. Tusitoe zile nguo zenye vilaka na nini, tuwape watu kitu cha thamani. Kanisani unapeleka ng'ombe wa aina gani? Unapeleka sadaka ya aina gani? Ile moja yako ya 10. Na kweli ushuhuda, anayetoa kwa imani na akatoa cha thamani anapata kweli, kama hao walipoondoka na furaha na mafanikio makubwa. Kuna wazo jingine linatuambia walibadilisha. Baada ya kumuona mfalme wakafurahi, wakatoa sadaka na kumwabudia. Mungu anawatokea katika ndoto. Herode alikuwa amemwambia mkishamuona rudi kwangu, lengo lake aende kummaliza, lakini anatokea kwamba wapite, wabadilishe njia nyingine. Kwa nini maana ya kubadili njia? Maana yake ni transformation au metanoia. Katika jitihada za kumtafuta Mungu, tunapomtafuta Mungu, tunapompata Mungu, hakuna anayeweza kumuona Mungu akarudi na hali ile ile, ukabaki vile vile. Japo vigezo na masharti vinazingatiwa kwamba uwe katika hali nzuri, hali ya unyenyekevu, hali ya ibada, hali ya hamu ya kusukumwa na kumuita Mungu. Kwa namna nyingine tunafundishwa nini? Kwamba tunapomtafuta Mungu tunaacha maisha ya zamani. Mungu mwenyewe ataongoza katika njia iliyo sahihi, atatutoa katika njia hatarishi, atatuepusha na ukaidi wetu, lakini pia na sisi tuwe tayari kuacha ukaidi wetu na kuwa na wanyenyekevu kwake. Mtakatifu Bonaventure anatuambia anayempokea Yesu katika Ekaristi akakosa kupata mabadiliko katika mwili, huyu hajampokea Ekaristi, amepokea hostia. Na sisi tunapompokea Yesu katika Ekaristi, twende tukijua kwamba tunaenda kumpokea Mungu kweli, ambaye huyu katika kumtafuta na kumpata kwa kiu yetu, tubaki kama pia Mtakatifu Agustino kwamba roho zetu hazitatulia mpaka tutakapomuona huyu Kristo. Tumpe priority, tumpe nafasi ya kwanza, tumwendee kwa unyenyekevu, tumwendee hili. Katika kumpata huyu atabadilisha maisha yetu yote, atatuongoza katika njia iliyo sahihi, atatuongoza katika mipango yetu, atatupa mipango mizuri, fikira nzuri, matamanio mazuri, na atatuepusha na hatari zote za roho na za mwili kama alivyowaepusha hawa kwa wakina Herode. Anatuambia walipomuona walijawa na furaha tele. Mathayo sura ya 2 aya ya 10. Kumbe na sisi leo tunaitwa tuinuke na kuuangazia ulimwengu, kama alivyosema inuka, ondoka, uangaze ulimwengu, alivyotuambia Isaya katika sura ya 60. Basi wapendwa, katika Epifania hii ya leo tumtafute Mungu, tuwe na kiu kwamba roho zetu hazitulii mpaka zitakapotulia kwa Kristo. Na hapo tukiwa tunaongozwa na hilo swali siku zote tujiulize, je, wewe taa yako ni nani? Wewe taa yako ni ipi? Nini kinachokuongoza? Na hapo kila mtu akiwa anajitahidi kuwa taa ya mtu mwingine, ili aweze kumpeleka mtu huyo kwa Kristo, na huyo Kristo aweze kutufanya sisi tunaowapeleka hao wengine kuwa na sisi taa. Be a star to bring other people to Christ, who is a star, so as he can transform us to make us be winners or to be superstars. Na watakia sherehe njema ya Epifania. Bwana aendelee kubaki na sisi tunapouanza mwaka. Tumfanye Mungu awe taa yetu, atuongoze, awe nyota yetu ya maisha yetu. Tuachane na nyota za uongo za kipagani, nyota yetu ya kutuongoza na kutupa maisha mema katika mwaka 2026.